Hello rafiki yangu mpendwa, leo ninakuletea makala nyingine tena, chakula bora kuliko vyakula vyote duniani. Ni mimi Joli wako Gabriel Julius Mganga. Bila shaka unajua katika dunia yetu ambayo tunaishi, mlo kamili ili ujulikane ni mlo kamili lazima uwe umebeba viinilishe mbalimbali. Tunajua tuna makundi kadhaa ya vyakula, ikiwepo vyakula vya aina ya protini, vyakula vya wanga, vyakula vitamini, lakini madini, pamoja na makundi mengine. Lakini moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, lakini tunahitaji tuweze kujua chakula kilichokuwa bora kuliko vyakula vyote duniani. Hebu ambatana na mimi tunapoenda kuangalia vyakula vilivyokuwa bora kuliko vyakula vyote duniani. Hebu tupate ombi tunapoenda kutafakari makala hii fupi. Rafiki yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kuwa pamoja nasi katika kutafakari juu ya chakula kilichokuwa bora kuliko vyakula vyote duniani. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Bila shaka hii ni mifano ambayo unaweza ukaiona, ni vyakula baadhi ambavyo wanadamu wanakula. Tunaona kwa mfano tuna makundi ya vyakula kama njegele, kama mchele, lakini pia kuna vinywaji vilivyokuwa bora kama maji ambavyo wanadamu huwa wanakunywa. Lakini tukiachana hivyo, tuna neno moja ambalo la muhimu sana kupitia kitabu cha Biblia. Unapoenda kusoma kile kitabu cha Yohana sura ya 6 na mstari wa 53, neno limeandikwa, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hicho ndiyo chakula kilichokuwa bora kuliko vyakula vyote ambavyo vinapatikana katika dunia hii, mwili wa Yesu pamoja na damu. Katika namna ya kawaida ukitafakari, unaweza ukaona ni jambo la kushangaza. Yawezekanaje ukala mwili wa mtu? Yawezekanaje ukainywa damu ya mtu? Lakini si kama unavyofikiria. Ni tendo la kiimani. Ni tendo la kiimani ambalo tunahitaji ukaitengeneza imani yako ya kipekee kupitia huyu anayeitwa Yesu Kristo, lakini pia na kutafakari ile kafara yake iliyofanyika pale msalabani. Unapotafakari upendo wake Yesu Kristo, kuutoa mwili wake, kuutoa pamoja na damu yake kwa ajili yako wewe, tendo hilo la kipekee linadhihirisha umekula na kuinywa damu yake. Kama utayaishi hivyo, Biblia imetudhihirishia jambo moja, mtakuwa na uzima ndani yenu. Rafiki yangu mpendwa, naomba nikutolee wito wa namna hii. Mpokee Yesu Kristo. Ingiza imani katika moyo wako. Mtafakari katika imani yako. Itafakari kafara yake pale msalabani. Kama utafanya hivyo, unahakikishiwa kupata uzima ndani yako. Kama ambavyo vyakula ambavyo umekuwa unakula siku zote, maji kama ambavyo umekuwa unayanywa, vyakula kama njegele pamoja na mchele ambavyo umekuwa unakula katika maisha yako, vimekupatia uzima, vimekupatia nguvu. Hali kadhalika, kama tendo la kuweka imani ndani ya moyo wako, ndani ya fikra zako, ukamtafakari Yesu, ukatafakari kafara yako, jua una uzima ndani yako. Endelea kutafakari makala hii, lakini katika moyo unyenyekevu. Unapokuwa unatafakari makala hii, ni kuombe rafiki yangu na mpendwa, usiache kusubscribe, lakini pamoja na kulike, ili uzidi kujipatia video zilizokuwa bora. Na kutakia tafakari njema, na Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana.